Sasa hiyo wimbo ndio kama vijana wanaenda Kanani au ndio mama au baba wanaenda ndio Naanza na kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 45. Anasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Ndipo akafanyaje? Akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Aliwafunulia nani? Yes. Wangapi wanataka leo kufunuliwa akili zao au fahamu wao? Ukiweza kuelewa maandiko matakatifu, wewe hivyo vyote umeshinda katika jina la Yesu. Amen. Hivyo vyote umeshinda katika jina la Yesu. Ngoja nikwambie kitu. Profesa hawezi kuelewa maandiko, ijapokuwa ni profesa. Amen. Unajua tofauti ya degree ya shetani na ya Yesu? Ya Yesu hata kama utasoma hata 0 unaelewa haya mambo. Amen. 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 Nani ana degree ya duniani? Amna. Watu wapo lakini hawataki. Sasa nataka Yesu leo awafunulie ufahamu wenu. Amen. Muweze kuyaelewa haya maandiko matakatifu yaliyoandikwa kwenye Biblia. Haya majamani majinga yaliwatenda wazazi wenu kwa akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakawaomba nywele. Yakawaambia hivi, ili mtoto wako asipotee akienda Marekani atakuwa mzungu. Amina. Sasa chukua zile nywele tuchimbie hapa nyumbani. Akili zitakuwa nyumbani. Unajua kuna watu akili zao ziko nyumbani tu. Mimi narudi. Wangapi wanarudi wanapenda nyumbani? Mimi nataka kwenda Bukoba. Hujafanya kazi ya Mungu, nataka Bukoba. Wanatamani tu kukaa pale nyumbani na mama zao. Mbona hao waliolewa? Eti mbona hao walioa? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa leo ufahamu tunaufungua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipa tumeteketeza kila kitu. Amen. Nywele za mtu zinarudi katika jina la Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Eti Roja hapo unaweza kutushuhudiaje kupitia hilo neno? Hili la Luka 24:45. Hapa ni Yesu baada ya kuwafundisha wanafunzi wake. Akagundua hawaelewi. Huko nyuma amewafundisha, akawafundisha, bado wanamshangaa tu. Baada akaona hawa sasa ili wanielewe, bora ndo wanasema akawafunulia sasa akili. Maana alikuwa anamuuliza maswali mengine, yani yeye anaenda kiroho anamuuliza maswali kimwili. Anaenda kiroho anamuuliza maswali kimwili. Na akafunulia sasa hizo akili waelewe sasa maandiko. Amina. Amen. Akafanyaje? Akawafunulia na akili zao. Akawafunulia na nini? Waweze kuelewa vitu vya rohoni. Vitu vya nini? Vya rohoni. Rudi kwenye Ezekiel 34 mstari wa 11, 12 mpaka 15.
Ezekieli 34 mstari wa 11. Na inasema, maana Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi mwenyewe, naam mimi nitawatafuta kondoo zangu. Haya, tutafasirie hayo maandiko yote, tutakuwa naye pamoja, tutatembea naye. Amina. Tunaona hapa huu mstari wa 11 na huu wa 12, tunaona jinsi Mungu anavyoonyesha upendo wake juu ya Israeli. Amina. Hapa anasema mstari wa 11, maana Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi mwenyewe, yani yeye Mungu mwenyewe na kabineti yake ya mbinguni. Amina. Yeye mwenyewe atasimama kwenye zamu yake, atafute wale kondoo wa nyumba ya Israeli waliotawanyika. Amina. Na hii ni baada ya Israeli kurudisha moyo, kurudisha ufahamu wao kumwelekea Mungu. Amina. Maana isingekuwa wao Israeli kurejesha ufahamu wao kumwelekea Mungu, kutambua yale matendo ya Mungu, tambua zile kazi Mungu anazozifanya kwa ajili ya Israeli, kwa ajili yao, maana yake wasingerudi. Lakini walipotambua, wakarudisha ufahamu wao, ukarudi, wakamwelekea Bwana. Sasa Mungu anaamka, yani wakaugusa ule moyo wa Mungu, akaamka mahali pale alipoketi kwenye kiti chake cha enzi, akasema mimi mwenyewe. Amina. Yeye mwenyewe asema mimi nitawatafuta kondoo zangu na kuwaulizia. Yani hata yule ambaye habari zake hazijulikani atauliziwa mahali popote alipo. Unajua sisi hapa, wewe hapo ukiulizwa hapa kwenye mtaa wa nyumba 10 tu, hujulikani hata mtu wa Mungu. Amina. Hujulikani na watu wa mtaa huu wa nyumba 10 tu. Bwana tunamtafuta nani jina lako? Petro, anamuulizia Petro. Sasa Petro akiulizwa ni mtaa wa nyumba 10 hapa, hajulikani ni upi huyo, ni nani huyo. Lakini Bwana akasema ataulizia habari zako mpaka akupate. Amina. Mpaka akupate. Mahali pote pale ulipofichwa anaulizia na kutafuta, akuchomoe hapo. Amina. Lakini akasema kama vile mchungaji atafutavyo kondoo zake siku ile anapokuwa kati ya kondoo zake waliotawanyika, ndivyo nitakavyowatafuta kondoo zangu, nami nitawaokoa katika siku ya mawingu. Amina. Asema nitawaokoa katika mahali pote walipotawanyika, katika siku ya mawingu na giza. Amina. Siku ya mawingu na giza. Mawingu na giza, unaelewa nini hapo? Amina. Mawingu ni pale unajua mvua inapoanza kunakuwa na nini, na wingu linazunguka hivi. Hata ngurumo zikawepo kidogo, ajue dalili ya mvua inanyesha. Amina. Sasa mawingu yanayozungumzwa hapa ni ile shida ya mtu aliyoipata inomsababisha akakimbia, akatoka kwenye ile nafasi. Amina. Ile dhoruba adui aliyoiachilia kwa yule Israeli, akatoka mahali Mungu alipomuweka. Kile akasema katika siku ya wingu anakuja na kutafuta, anakuokoa kwenye hiyo siku ambayo ni siku ya taabu, siku ya mateso. Amina. Siku ya giza ni ile ambayo wewe unatembea lakini huoni. Mahali pote unatembea, unazunguka, unatafuta kazi, unafanya biashara lakini haiendi. Hilo lote ni giza. Siku ya nini? Ya giza. Kila siku unalia, mbona hichi hakiendi? Amina. Umezungukwa, umefunikwa na kitu ambacho kinasababisha wewe huonekane, umefichwa. Lakini akasema katika siku hizo zote yeye atakuokoa katika hizo siku, katika hizo nyakati. Amina. Sijaona wakipiga makofi kwa ajili ya msaido. Tuendelee pale mtu wa Mungu, tumeambiwa mpaka 15. Tunaendelea mstari wa 13. Nami nitawatoa katika watu wa mataifa na kuwakusanya katika nchi zote. Nami nitawarudisha katika nchi yao wenyewe. Nami nitawalisha juu ya milima ya Israeli, kando ya mifereji ya maji, na katika mahali pote pa nchi panapokaliwa na watu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali, maana yake sasa hapa anasema nini?
Ni pale sasa huku kwenye wingu na giza, yani umeenda kuwekwa mahali ambapo ni pakame, mahali ambapo hapafai kuishi mtu. Bubujiko la uzima.